Maneno ambayo kizazi hiki hakipendi kuelewa, na hayo maneno wanajifanya kana kwamba hawayajui. Ni kweli, lakini wanajifanya hawajui hiyo kweli. Nimewajia kuambia kila aliye na dhambi ni wa Shetani, awe askofu, awe papa wa Roma, awe mkurugenzi kiasi gani, awe rais wa nchi, awe sijui tajiri viwango gani, akiwa na dhambi ndani yake, huyo ni wa Shetani na jehanamu ya moto ni makao yake. Sasa acheni niwaambie hivi Yesu amesema narudi, ni muda wetu wa kutubu, kwa kumaanisha kugeuka na kuacha dhambi. Na waombeeni kwa Mungu, iweni na moyo uliopondeka, mtubu na kuacha dhambi zenu leo, kwa sababu ya kesho mimi na wewe hatujui. Yesu atakuja muda tusiouzani, lakini atawachukua wachache, wale wasiokuwa na dhambi. Aina gani ya watu wasiokuwa na dhambi ndani yao? Ni watu waliomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao watu wakapenda kuliishi neno la Mungu, na hao watu wakakubali uongozi wa Roho Mtakatifu. Kila mtu aliye na Roho wa Mungu ndani yake kama kiongozi, aliyebatizwa na Roho wa Mungu, huyo ndiye wa Mungu, na huyo ndiye atakayeingia kwenye ule uzima wa milele. Msishangae, mtajaza makanisa, lakini kuingia mbinguni tutakuwa wachache. Mathayo sura 7 na aya yake ile ya 13 na ile ya 14. Mungu atubariki. Maneno ambayo kizazi hiki hakipendi kuelewa, na hayo maneno wanajifanya kana kwamba hawayajui. Ni kweli, lakini wanajifanya hawajui hiyo kweli. Nimewajia kuambia kila aliye na dhambi ni wa Shetani, awe askofu, awe papa wa Roma, awe mkurugenzi kiasi gani, awe rais wa nchi, awe sijui tajiri viwango gani, akiwa na dhambi ndani yake, huyo ni wa maneno ambayo kizazi hiki hakipendi kuelewa, na hayo maneno wanajifanya kana kwamba hawayajui. Ni kweli, lakini wanajifanya hawajui hiyo kweli. Nimewajia kuambia kila aliye na dhambi ni wa Shetani, awe askofu, awe papa wa Roma, awe mkurugenzi kiasi gani, awe rais wa nchi, awe sijui tajiri viwango gani, akiwa na dhambi ndani yake, huyo ni wa